I had a school here, boarding school for both boys and girls, high school and primary school. But at the age of 29, all was destroyed. When I see this home, I always ask God, what is this? My son has left me when he's 29 years. The date he arrested on 14th of October is the same date I closed a school worth 31 million and left this place. It has given me a heavy shock. Those who saw me yesterday following the media station, the Citizen Television, I think I had all the right to say so, because that is the prime time when also I was growing up and my life also came down, and the rest is history. So my tribute to this, my son, is this. Why was I walking with him day and night? Because I knew at that time I needed parental support. Unfortunately, my dad was not alive. My mom was not alive. They were crying to support me. So I knew what is to live without a parent. And I know myself, I'm a genius. I have studied now. So I knew the kind of seed I have is just a super genius person, studying very well. So I had to give all the best a father can give to a son, even to the sisters, and to make him achieve his goals. Because mine were destroyed at 29. So bila mzee huangalia boma yake anaona hapa kuna mambo inaenda asijielewi. But I said, God, I'm alive. The part which made me to feel completely crushed, that written to the mom, and also there's a part you have also written to me, that Dad, I know you have stood with me. I've struggled with this body. You have done all you can. But my body and mind are not adding up together. So I am tired. And I have chosen to rest. And the rest is now policy. I said, I wish I had wings to fly that day you were deciding that. Because to me, I've lost a real brother. He's my son, but he was a brother to me. Fathers, listen to this. He is the only human being I would call, bro, can we go? And say, hey, bro, we'll talk. No, but I'm the dad. When I would see him in those conditions for those 5 years, I was always cheering him up. I was telling him, hey, Kim, cowboys never die. And if they die, they never decay. And if they decay, they never smell. And if they smell sweet. So don't give up. So every morning you tell me, hey, I got a cowboy, are we moving or not moving? So I want to tell parents here that there is a very strange thing in my history, that at the age of 29, I destroyed all development. And at the same time, there are lecturers in the university and many others out of the country, but they left their teacher as a candle that burns and gives light and melts. But I've told God, no, I won't melt. So due to the memory of my son, I have decided, by the grace of God, thanking our Governor Sonko, young man Obina, this place was dedicated for education. I will not stop to Kusumbua Obina and Governor Sonko and Mama Amina. I'm dedicating the same space with immediate effect. Mimi nimeitoa ile shule ilikuwa ya kufundisha high school, turudishe a rehab with immediate effect, so that we may not lose other young men and women in this place. Watu wa hapa Kianjurini, watu hapa Mugumweni wanajua hii shule, ninawapenda sana, ninashukuru sana. Hata ndio walikuwa wa kwanza ku-embrace. It was called Saint Joseph, but I'm changing the name to Saint Emmanuel. So expect us to work as a team. I thank the DO who is around here, both here.
recognize you, our DU, good neighbor here, our councillor. Let us all the money we have, we bring it here, so that by January we put a foundation and rescue, because the distance from Mombasa to Murang'a is almost 400 kilometers. Barazangu Mama Amina and their team, mmekubali mkiwa na governor kuja kutushika mkono watu wa Murang'a. Wacha nikwambie bwana DU. Saa hii ukiuliza nani alioja maji inakaa uchungu na anavumilia na inamterezesha hapa, wengi watatoroka kule nyuma, lakini sio hapa. Because I know what kind of drugs we have around here. Kuna bagi, kuna pombe na kuna mambo mengi. Na vijana wengi hapa ni wale wanaweza soma. Kwa hivyo ndio nimeamua kwa penzi ya Mwenyezi Mungu. Ile tulifanya TikTok, ndugu Chris and my son here, the TikTokers. Let us now focus on the rescuing the young people. Kwa maana tumepata wafadhili. Dr. Sonko namshukuru alikuwa a PhD in honorary of supporting the communities. Na kwa sababu wamekuja kutuokolea na walikuwa wanatuokolea. Mimi nimetoa shamba. Na nataka ujitoe. These are our pastors from the church. And I know they will support us. Mimi afadhali nisimamisha walimu wote, we focus on saving our young people's lives. Ili tusipoteze kemani wengine huko nje ambao wanasumbuliwa na hizo vitu huko. The first day we took him to Arabian Hospital, tuliangalia na mama tulipoona bill reading 660,000 na ni shindano moja tu mbili, so it was difficult for us to go that journey. Gari zilikuwa zikaenda, biashara zikasimama, unachanganyikiwa, unakaa mguruki ambaye hajui kuona wapi na anaenda wapi. Obina, thank you very much for the tears you have cried. They were real tears. I know what you are saying. Hawa vijana wanaonekana maua kule kwa mapicha, si ni kweli? Lakini inside they are bleeding. I knew when I was saying that Citizen Television, I still started challenging them. When this young man was waking up in the morning, kuuliza watu wa Dieko and broken news, he was coming home very tired. Waking up at 3, preparing the cameras and doing all that. So that's why I said there's a gap somewhere. And that's why I'm calling the church, the community tushikane, hapa tufungue ile St. Joseph, irudishe ikuwa money ya kuokoa vijana katika mambo ya mihadarati na mambo ya pombe. Naye Mama Amina atoke kule Mombasa. Mama Amina tafadhali, hata hapa najua Waislamu mnaweza olewa na mabwana, ni mabibi wengi, whatever, I don't know how it is. Hata tukiomba wasirudi, si ni ukweli Hii magari yote hii tuachiwe huku tuanze kazi ya rescuing, si ni ukweli? Hii nyumba mimi kuhama na mamia tukai hapa. We can start with this one. Bwana Chief, Bwana OCS, vijana walete wanze matibabu ya haraka iwezekanavyo, si ni ukweli ndugu zangu? Wangapi wanafurahi wakiona vijana huko wanatembea, wanaanguka gashamari, na ubaya ni yule mtaona mimi ni wa hapa. Na wale tutakutana nyinyi mkitogoga huku hivi. Afadhali Bwana OCS ni kuitie usiwafunge, lakini tuwatafutie kazi ya kufanya wakiwe more committed, because I know there is a lot to do. Nimelia, nimeachwa na my brother, he to me was okay. We were born, many of us, but hii bomba huku kiangalia na huko tulikuwa ni good, but now we are narrowed down to just zero. Why should we edge just like that? So community come out, tusimamisha a good rehab. Na mimi nimemkubali Governor Sonko kwa hii bomba. Na nimeshukuru vile ndugu yetu hapa, mimi sina pesa za kurudisha kwao. Yetu tu ni kuwaombea Mungu awafungulie njia. Mimi nimewakaribisha huku kwetu Maragwa, Mungu Moine. Mungetaka Governor Sonko haya na kaboma huku? Mko serious? Leo akule madizi na akule makorofia ya huku. Governor, wangireni. Sasa waheshimiwa kama huyu vijana, wasichana, mnaona hilo ni growth na si ndio? So Governor, mimi mwenyewe kama baba Imani
tumekukaribisha. Na it is serious, Gavana Sonko lazima tafute kaproti hapa ununue haraka haraka, kajengo. Unapotembea kule Mombasa, unakuja hapa Murang'a, na wewe uko na hii Kawamonyoro kidogo yetu huku, tunakuja kukuona. Hao mama wote najua wanakupenda. Ama sio ukweli? Kwani hamsemi kwangu ukweli ama sio ukweli? Haya, na wazee sisi ndio tunajua vile tutafanya. Nashukuru sana serikali, kijana Obina naye vile hiyo machozi amelia hapa. Hayo machozi huyo kijana amelia hapa. Tutampanguza kwa kuwasupport. Tuwajengee mahali watakuwa wanakuja, watoe watoto Nairobi waleto wapi? Huku kuna matunda mingi, ni kama Canaan. Kutaka makondo, kutaka madizi, kutaka nini, matunda iko kila mahali, si ukweli? So tuwakaribishe. Mimi nimefungua milango, ninyi mmefungua wakuje. Ate nikuwa kana tifu. So kwa hayo mengi ninashukuru sana bila tumeshikana. Kwa hivyo Gavana Sonko, OCS na ndugu Obina, thank you very much for coming to cry with the people of Murang'a. This is the Marawa you have been hearing about. Tunakaa kwa bush kama mabushmen, madizimen mingi na our rescue center. Kwa hivyo naomba kwa niaba yangu wasitoke hapa bila madizi. True or false? True. Yale yameiva kwa kona na msiwauzie, nilipishwe. Hiyo maligo yote mmelinda na huko nyumbani mlete yote hapa wakule na wasitoke hapa. Hiyo lunch wametayarishwa na our friend mheshimiwa, tumewaalika. Lakini hapa bwana wa Grave maligo wakule. Wapewe wakule mandizi na vijana wa TikTok. Thank you very much because nilipopiga duru mmekuja, kwa hivyo sioni haraka ya kwenda. So I thank you people once again and all, and I say that Mungu awabariki. Na hata kama unaona ni ile kiherehere yangu nataka itoe hiyo hasira ndani yangu. Na naomba tushirikiane na tushikane mkono wa mama na watoto na vijana tuokoe maisha yetu. Na Bwana awabariki sana.